Bwana Yesu asifiwe. Maneno ya Mungu toka kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya kwanza mistari miwili tu. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 12. Samahani kama nisema sura ya kwanza. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 12 mstari wa 11 na ule mstari wa 10. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 12 mstari ule wa 10 na 11. Maneno ya Mungu yanasema hivi: Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu. Nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo kwake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Ni maneno ambayo tumepewa kwa mwaka huu idara ya au wanawake, kwamba tumtafakari Mungu kwa maneno haya kutoka katika kile kitabu cha Ufunuo, ambacho kama mistari ambavyo tulivyokwenda kuisoma hapa. Kitabu cha Ufunuo kinaleta picha halisi ya pambano kuu juu ya nyakati za mwisho kati ya Mungu na uadui wa Shetani ulio mkubwa juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Walio wengi huwa hawapendi kusoma kitabu hiki, lakini kuna vitu ambavyo vingi vinavyotueleza na kutuelekeza. Yaani kitabu kinacholeta picha yale maisha ya baadaye, lakini baada ya kuyashinda yale ambayo Mungu alitamani ya kwamba uyashinde, baada ya kupitia yaliyo magumu mengi na mazuri, ya kwamba Mungu anachohitaji au anapohitaji ya kwamba utoke hatua moja kuelekea hatua nyingine, ni ushindi huo mkubwa. Na ndio maana katika ile mstari wa 11 yale maneno yanaposema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, ni baada ya ushindi mkubwa ambao Mungu ameachilia kwako, ameachilia katikati ya maisha yako. Lakini kinaweka wazi pia kuwa watakatifu walioko duniani wanapaswa kukabiliana na njama mbaya za kutisha na kuvuruga nguvu zao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Pamoja na kwamba kinatueleza habari ya nyakati za mwisho, lakini bado kinaweka wazi habari ya maisha ya kwako katika utumishi ulionao. Umeshinda vita vipi, au umeshinda vita kwa jinsi gani ambavyo ulivyo. Maana vita vyako wewe unapoanza kushinda ni pale tu ulipotoka tumboni mwa mama yako, ulipoanza kupata ufahamu na wewe kadri siku zinavyozidi kusonga. Na ndio maana mama hapa amesema hivi, kila mtoto ambaye anaelelewa ndani ya nyumba huwa ninafahamu au tunafahamu tabia zao, kwamba huyu mtoto anafahamu tabia yake ikoje, huyu mwenendo wake ukoje, huyu mwenendo wake ukoje. Ni jukumu lako sasa kuendelea kumrekebisha na kutaka asimame kwenye mstari ule wa kimungu ambao wewe kama mama mzazi unahitaji, ambalo ndilo hilo hata Mungu naye ndivyo anavyopenda na anavyotamani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya.
hata siku moja Mungu hajawahi mwazia mtoto wake aliye mabaya. Anamkemea na kumrudi. Lakini katika mistari hii yapo mambo matatu au manne ambayo tunaposoma hii mistari inatuelekeza kabisa ni jinsi gani ambavyo Mungu anavyolipenda kanisa lake, Mungu anavyowapenda watoto wake, lakini Mungu anavyokupenda wewe. Leo hii uko mahali hapa. Jambo la kwanza nasema ilikuwa ni mapambano ya shetani na Kristo na kazi ya ukombozi. Ilikuwa sio rahisi. Ukisoma ule mstari ile sura, mstari ule wa kwanza mpaka wa 5, utaona kuna hatua fulani ambapo shetani anapojitahidi kwa ajili ya kupambana na huyu mwanadamu. Anapojitahidi kupambana kumtoa katika lile eneo ambalo yupo, anataka kumpeleka eneo lingine. Sasa uone kabisa ya kwamba wewe usije kwa unafikiri kwamba yale ambayo unayoyafanya au unayoyatenda ya kwamba Mungu hakuoni. Mungu anakuona. Anachoangalia ni msimamo wako wa imani, umesimama vipi. Anachokiangalia ni kwamba utayari wako kukabiliana na hayo umeyakabili vipi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema mapambano ya shetani na Kristo na kazi za ukombozi. Siku zote shetani hajawahi kumwazia mema mwanadamu, hasa anayemcha Mungu. Maana kuna muamini na muumini. Haleluya. Haleluya. Kuna muamini na muumini. Muamini ni yule anayemwamini Mungu siku zote za maisha yake, aliyemfanya ya kwamba yawe ni kinga ya maisha yake, lakini aliyemfanya kabisa ya kwamba uwe ni sehemu ya msaada wa maisha yake. Kila anapopita magumu, yeye anakwenda kushtakia kwake. Yesu, hapa ninapopita sipo, hili ninaloliona siliwezi, nahitaji msaada wako. Lakini kuna yule muumini. Unaweza kuwa sio muumini wa Mungu, unaweza kuwa ni muumini wa shetani, unaweza kuwa ni muumini wa vitu vingine au wa mambo mengine ambayo yaliyoko mbele yako unaona kabisa ya kwamba wewe anakufaa. Na ndio kazi ambayo aliyokuwa nayo shetani. Anagombana, anapambana juu ya maisha yako ili hakikishe kabisa ya kwamba anakuvuta, kukutoa hapo ulipo kwenye mikono salama ya Mungu, kukuopoa. Yaani ndio kazi ya shetani siku zote, wakati wote. Hawezi kukuacha salama. Na ndio maana vita ya muamini awaye yoyote ni kubwa kuliko vile ambavyo tunavyotaraji na tunavyoona pengine na kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yaani wewe ukijitoa sawa sawa kumtumikia Mungu aliye hai, aliyekufanya hivyo ulivyo, kwamba ni kwa neema tu, ujue vita yako ni kubwa. Maana shetani anachokifanya naye anakazana kukutoa kule akulete huku. Anataka akutoe katika mikono iliyo salama. Yaani kwamba atoke mahali ambapo ulipo ili akupeleke kule ambako anakujua yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lakini jambo la pili ni mapambano ya shetani na muamini wa Israeli. Ukisoma ule mstari wa 6, lakini ukaruka ukaenda mstari wa 13 na ule wa 16. Jambo la kwanza ni kazi ya shetani kupambana na Yesu Kristo kwa ajili ya kazi ya ukombozi. Jambo la pili ni mapambano ya shetani na muamini aliye mwaminifu. Hapa Biblia inasema wa Israeli. Kazi ya shetani kupigana kumtoa yule aliye mwaminifu wa taifa teule la Mungu ili kumpeleka katika jehanamu. Hilo ni pambano la pili ambalo shetani ameendelea kulitumia, na wakati mwingine ameendelea kuwadaka watu kupitia katika eneo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati mwingine unategwa tu kwa vitu vidogo. Unategwa kwa vitu vidogo. Mungu anachokiangalia ni imani yako.
yako uko vipi. Anataka kuona kwamba umesimama namna gani katika imani hii iliyo thabiti ya kumtumikia Mungu. Sio umesimama tunasema mimi nitaimba, ni kweli sauti yangu ni nzuri, na ni kweli nikiimba kuna watu ambao wanaopokea uponyaji. Lakini nikisimama kwenye kuomba napo ni hivyo hivyo. Si kwamba waimbaji na waombaji hawajaribiwi. Hapana, nao wanajaribiwa. Kila kazi utakayosimama kuifanya, maadamu tu umemwamini huyu Yesu awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umemfanya awe karibu zaidi na wewe kuliko mtu mwingine awe yoyote, umemfanya awe ni rafiki, lakini umemfanya kwamba yeye ni mwalimu mwema katika maisha yako. Kujaribiwa kupo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kujaribiwa kupo mpendwa, kujaribiwa kupo. Kama sio wewe atajaribiwa mume wako, na kama sio mume wako atajaribiwa watoto, na kama sio watoto ni mali ambazo ulizo nazo. Hivyo vitu vyote kwa sababu vimepita katika mikono yako na mlolongo wako. Sasa anapojaribiwa mume wako, ndipo shetani anaposema hapa sasa nimemweza. Lakini kumbe kinachotakiwa ni kwamba mama, usimame sawa sawa kwa miguu yako, uyatengeneze mambo ya nyumbani mwako. Yaani usimame. Mtoto anapojaribiwa, anapopita kwenye shida, ni mama unatakiwa kusimama. Mlilie Mungu wako, mwambie Mungu, hili nalo najua litapita, lakini linapitaje? Naomba unisaidie ili niweze kupita sawa sawa na kusudi lako. Maana huu mzigo nilio nao ni mkubwa, siwezi peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Shetani kazi yake ni kutwika mizigo watu, lakini anayeweza kukutoa hakuna, ni mmoja, ni Yesu aliyekufa pale msalabani. Ni Yesu peke yake ndiye anayeweza kutoa. Kwa hiyo uwe na mzigo wao wote, Yesu peke yake aliyeshinda mauti, yeye ndiye anayeweza kukutoa huo mzigo. Lakini jambo la tatu anasema mapambano ya shetani na mbingu. Mapambano ya shetani na mbingu. Unaweza ukajiuliza kwamba kwa nini shetani mapambano haya na mbingu inakuwaje? Kwa nini inakuwa hivyo? Ukiangalia katika ile mstari ule wa 7 na ule wa 9 anasema hivi, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika wake wakapigana na lile joka nalo likapigana nao pamoja na malaika wake. Lakini hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Lile joka kuu likatupwa, yule nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika wake wakatupwa pamoja naye. Shetani anachokifanya ni kupambana na maisha yako, maombi yako yasifiki pale. Kwa hivyo kana unaomba yakawa unaishia hapa, ni kwa sababu tayari anapigana na mbingu, ili mbingu zile zinapofunguka Mungu asipate kusikia maombi yako. Lakini ukipata neema ya kujua ni kitu gani ambacho kinachozuia hapa, ni lazima tu utakwenda ushughulike nalo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Maana hayo nayo yatapita. Yatapita ndugu zangu. Yatapita. Jambo la 4 ni mapambano ya shetani na waamini. Nimesema kuna muumini na muamini. Unaweza ukawa ni muumini lakini ukawa ni muumini wa mambo mengine, ukawa muumini wa vitu vingine. Lakini yule aliyemwamini, anayemtumainia Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Sasa vita ya muamini na shetani ni kubwa. Pengine tunaweza tukasema ni tofauti na hii. Yesu alikaribiana nayo hayo kwa sababu ya kazi ya ukombozi wa wanadamu. Lakini pia mapambano mengine kwa wale walio waaminifu, waaminifu mbele za Mungu, ndio hao wanataka waondoe. Lakini pia ukienda zaidi sana ni kwamba mapambano na mbingu zinazozuia baraka zako, mbingu zinazozuia mafanikio yako, mbingu zinazozuia ya kwamba usipate upende, iwe kwa mume, watoto na mali ambazo ulizo nazo. Kila unapoomba, unapopeleka haja zako mbele za Mungu, shetani kwa sababu amekamata mbingu hapa katikati. Kwa hiyo kama amekamata, ni jinsi gani ambavyo utakapopata upende wa kwenda, ndio wewe mwenyewe kukaa sawa sawa katika kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa.
Haleluya. Haleluya. Shetani hata siku moja hashughulikani na waamini. Yaani huwa hawastaki wale waamini. Ila anachokifanya, akifika mbele za Mungu, anashughulika na wale ambao wanaomwamini Mungu. Hashughuliki na waumini, anashughulika na waamini. Kwa hiyo wale ambao anajua kabisa ya kwamba huyu Mama Karoge ni faida ya Mungu, ndio anayeanza kushughulika naye. Bwana Yesu asifiwe. Akimpiga yeye amepiga familia yake. Akimpiga yeye amepiga mume wake. Akimpiga yeye amepiga watoto wake. Akimpiga yeye amepiga na mali zake. Lakini katika kile kitabu cha Ayubu sura ile ya kwanza mstari ule wa 6 mpaka wa 11, maneno ya Mungu yanasema hivi: ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujiweka mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembelea huku na humo. Kisha akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwerevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu anamcha Bwana bure? Wewe hukumzingira kwa wigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Lakini nyosha mkono wako sasa, uyaguse hayo yote aliyo naye atakukufuru mbele za uso wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaona Shetani jinsi ambavyo yeye anashughulika na aliye muamini, sio muumini. Hasa huyo ndiye anayeshughulika naye. Kwa sababu kila mahali ambapo anapojaribu nafikiri naona kwamba kuna kitu kinachomzuri. Lakini ndipo alipopata nafasi ya kuongea na Mungu. Maana wakati anamuuliza ya kwamba umetoka wapi, akasema mimi nimetoka huko duniani nikizunguka. Na akaulizwa, je, umemwona mtumishi wako Ayubu aliyemwelevu, mnyenyekevu, asiye na shida yoyote? Akasema ndio, nimemwona. Na alikuwa anamuuliza vile makusudi. Alitaka aone ni kitu gani ambacho Ayubu amekuwa nacho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yaani kuna watu wengine ambapo Shetani anapoenda kwao wala hata haonaga shida ya kujibishana na Mungu. Unajua watu wanasema huyu kuna mahali ambapo hapako sawa na mimi najua wapi nitakapompiga. Lakini Mungu anamwambia, Shetani anamwambia kabisa ya kwamba yule ni mtumishi wangu. Naye Ayubu, Shetani anamwambia hivi, najua katika mali zake zote, utumishi wake wote ambao yuko nao, na kila kitu ambacho yuko nacho, wewe umeweka mkono wako pale. Lakini kama sio mkono wako, na kama ukiweza kutoa mkono wako kwa ajili ya ulinzi na zile baraka, hakika mimi najua kabisa ya kwamba huyu mtu hatakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ifike wakati Mungu anajivunia kwa ajili yetu wakina mama. Yaani Mungu ajivunie kwa ajili ya maisha yetu. Mungu ajivunie kwa ajili ya huduma yako uliyo nayo. Lakini Mungu ajivunie kwa jinsi ambavyo ulivyo na moyo wa unyenyekevu, wa uchaji, kiasi kwamba kuwepo na shida ya kutafakari, huyu mtu siwezi nikamgusa na siwezi nikampata. Usiache mlango wako ukiwa uko wazi. Shetani anakuchezea jinsi ambavyo anapotaka. Simama kwa utumishi ambao Mungu aliyoachilia ndani yako. Simama kwa sehemu ambayo
inawezekana atakayekudharau. Kama Biblia inasema ya kwamba ukinionea haya mbele za hawa watu, nami nitakuonea haya mbele, nitakukana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Unajua ni shida, ni hatari. Simama kwa miguu yako ili uweze kumtumikia huyu Mungu. Kwa nyakati hizi ambazo tulizo nazo, nyakati tulizo nazo ni za hatari, nyakati ambazo zilizo mbaya. Na ndio maana kila siku hatuishiwi kulia. Na Biblia inasema tuwapate wapi wanawake wanaojua kuomboleza, maana kanisa sasa limekwenda tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi imeingilia madirishani. Tuwapate wapi wanawake wanaojua kuomboleza? Tuwapate wapi wakina mama watakaosimama kwa ajili ya kuomboleza kwa ajili ya kanisa? Tuwapate wapi wanawake watakaofunga vibwebwe kwa ajili ya kuombea taifa? Ni mwaka wa uchaguzi huu tulionao. Kuna mambo mengi yanayotokea ambayo hayampendezi Mungu. Lakini Biblia inasema tuwapate wapi wakina mama ambao wako tayari kufunga vibwebwe, kujipaka majivu, kugaragara madhabahuni pa Mungu, wakimlilia huyu Mungu kwa ajili ya kanisa na taifa, wakimlilia kwa ajili ya watoto wetu ambao watoto wengi wameharibikiwa. Tena sasa hivi maarifa imeongezeka. Tunawaruhusu watoto kwamba waende wakalelewe huko. Tunampeleka mtoto boarding akiwa darasa la kwanza, mwingine hajitambui. Yale yanayotendewa kule yanatisha. Yanatisha wakina mama. Yanatisha kanisa. Yanatisha. Biblia inasema tuwapate wapi wakina mama watakaoweza kusimama kwa ajili ya kuomboleza hapa, ili kuwaponya watoto wetu kule mahali ambako wako. Yale wanayopitia ni mengi, lakini sisi hatujui. Ndio maana mstari hii inasema ya kwamba wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, kwa neno la ushuhuda. Tukisimama katikati ya mataifa, tukisimama katikati ya taifa, tukisimama katikati ya jamii wa mama, tutaliponya taifa la kanisa. Amen. Tutaponya watoto wetu wa kike na wa kiume. Sawa, ni kweli maneno haya yanatutia nguvu, yanatuimarisha pengine na kutufikirisha. Inawezekana tumekata tamaa hasa kwa ajili ya utumishi ambao tuliona, kwa sababu ya mengi ambayo tunayopitia. Yampate nani? Ayubu alisema, yampate nani? Maadamu wewe ni mwanadamu, uko chini ya jua, lazima upitie haya yote. Lazima upitie. Ayubu aliyapitia haya mateso, lakini alichokuwa anatakiwa aseme neno moja tu la kumkana Kristo. Yawezekana ni mengi tunayopitia wakina mama. Tumefika hatua ya kumkana huyu Mungu aliye hai, Mungu aliyetuita, Mungu aliyetuumba, aliyekuumba kwa mfano wako, hivyo jinsi ambavyo ulivyo. Yawezekana hayo kafika hatua ya kusema sasa mimi hapa yatosha. Kwa Mungu haijawahi kutosha hata siku moja. Mungu hajawahi kughairi juu ya maisha yako hata siku moja. Mungu hajawahi kuacha kukuangalia na kukutazama ya kwamba hapa unapopita pako sawa au hapako sawa. Hajawahi. Lakini wewe ni nani? Na ni kwa nini ukate tamaa ya kuendelea kumtumikia Mungu wetu kwa sababu ya magumu ambayo unayopitia? Ni mangapi ambayo tumeendelea kumkosea Mungu wetu? Mbona ni mengi? Mbona ni mengi ya kuogofya na kutisha? Lakini Mungu amekuwa pamoja nasi, amekuwa upande wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Biblia inasema waamini walio waaminifu duniani humshinda shetani na kuwekwa huru toka kwenye nguvu zake kwa damu ya mwana kondoo, kwa kudhamiria kuzungumza kwa ajili ya Kristo na kwa kuonyesha moyo wa kumtumikia Kristo kwa gharama yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sijui kama umewahi kujiuliza
hata siku moja kwa ajili ya utumishi wako ulionao, pengine toka ulipoanza, na anajua kabisa unakutana na vikwazo vingi. Wengi wanasema toka ulipoanza kumtumikia Mungu umepata faida gani? Na wengi wanasema unapopita kwenye majaribu, wanasema hivi, mbona hatujamuona huyo Mungu wako kama vile Ayubu alivyoambiwa. Lakini unapopita kupigwa kwa ajili ya watoto, mume, mali zako ulizonazo, hawaachi, bado wanaendelea kukudhihaki. Na wakati mwingine kabisa wakasema hebu twende nikupeleke bahari. Lakini Biblia wakati inasema mtegemee mwanadamu amelaaniwa. Anayemfanya mwanadamu kuwa ni kinga yake, huyo amelaaniwa. Sasa sijui wewe ujiulize, ni Mungu yupi ambaye unayemtumikia anayesema ya kwamba uwe na michanganyo? Lakini Mungu yule ambaye tunayemtumikia, Mungu aliye hai, aliyefanya hivi nilivyo, aliyekufanya wewe hivyo ambavyo ulivyo, pengine ni kwa neema tu. Wakati wa shetani anatafuta aliyemuamini na anamtafuta aliyemwamini, ambaye anajua kabisa huyu muamini nikimpata mimi hakuna jambo ambalo litakaloweza kushindikana. Mungu akusaidie, Mungu atusaidie katika maisha yetu hali ambayo tunayoishi, maisha tulio nayo, kuenenda tunakoenenda. Nyakati tulizo nazo ni za hatari zaidi. Ni saa 11 kasorobo ya jioni, maana jua linakaribia kuzama. Haya yote yanafanyika na yanatendeka, tunayaona. Wakati ule tulikuwa tunayasikia, lakini sasa hivi tunayaona. Wengine tunaishi kwayo. Wakina mama, tusimame kwa ajili ya kuombea kanisa. Tusimame tujifunge vibwaya kwa ajili ya kuombea vijana wetu wa kike na wa kiume. Tusimame. Wapo vijana hapa wanaokata tamaa wakisikia habari ya kuolewa, mwingine hayupo kabisa. Na hata kama anasema nikiolewa, inawezekana nikapitia maisha ambayo aliyopitia mama. Mengine maisha ni magumu. Nitapitia pengine kama ni kijana wa kiume, na sasa nitapitia pengine maisha ambayo aliyopitia baba. Na wengine wamejiwekea kabisa utaratibu na mpango. Ona shetani anapolitesa kanisa na kulitenda. Wewe sema nikiolewa nataka watoto wawili tu au watatu. Lakini Biblia inasema ya kwamba akasema mwendeni mkazae na kuongezeka kuijaza nchi na dunia pia. Lakini wanapanga, walio wengine wengi wanapenda kufanya operation. Ni dunia jinsi ambavyo inapokwenda imegeuka. Na haijawahi kuacha hata siku moja dunia. Kila mtu anaingia humo inamdaka. Isipokuwa ni wewe tu kuwa na ile hali ya kwamba sasa mimi hapa siko kama vile ambavyo pengine wanavyotamani. Ili Mungu apate kulikomboa kanisa letu na kuliokoa, hasa kwa vijana wa kike na wa kiume. Kwa hiyo sio tu na maombi yako binafsi ukaomba ukasema mimi Mungu naomba umsaidie mwanangu huyu. Ombea hata watoto wa wengine, ndivyo ambapo Mungu atakapoachilia baraka. Lakini pia vijana wengi wanapita kwenye changamoto, wako kwenye ndoa wanapita kwenye changamoto. Tatizo kama sio kijana wa kiume, tatizo linakuwa ni kijana wa kike. Zimeingia ndoa za mkataba ambazo hata sasa hapa tumeanza kuzishuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Hakuna ndoa ya mkataba katika maandiko kwenye Biblia ninayoisoma mimi. Biblia inasema mpaka kifo kitakapowatenganisha. Ndivyo ambavyo inavyosema. Hakuna ndoa za mkataba. Zimetoka wapi? Hayo yote ni maarifa ambayo shetani anayaleta na kuyaongeza. Tufunge vibwebwe wakina mama kwa ajili ya kuomba. Tufunge vibwebwe kwa ajili ya kuomboleza. Yaani tokee tu kwamba siku tunasema kwamba hizi siku 3 tunaenda kuomba Mungu, tutakuwepo hapa kanisani. Tukifunga na kuomba kumlilia Mungu wetu kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya kanisa, familia pamoja na vijana wetu wa kike na wa kiume pamoja na watoto. Mungu hataacha kutoa majibu hata siku moja. Kama ametoa majibu kwenye maombi yako kule unakokuweko, hapa hawezi kuacha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya kanisa. Kila mtu na jinsi ambavyo Mungu alivyompa na kumwachilia karama yake. Unayo nafasi ya kuomba. Usisubiri ukapigiwa harambee ya kuomba. Hebu tenga muda wako. Hamasisha wakina mama 2 watatu.
kiwepo hapa kuomba, mimi naamini kabisa ya kwamba kanisa litabadilika, vijana wetu watabadilika. Tunatamani vijana wetu wa kike na wa kiume tusherehekee ndoa hapa. Haleluya, haleluya, haleluya kanisa. Hata kama hawataki wataolewa na wataoa kwa fimbo, lakini wakati wa Mungu amesimama kwa upande wetu. Haleluya, 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 haleluya kanisa. Kile kiapo cha ndoa mimi nakipenda, ni kizuri sana. Sema katika shida na raha, katika shida na raha ambayo sio utajiri na umaskini, katika magonjwa na mauti. Sasa hapo wale wengi wanakimbia hicho kipengele. Ukiingia umeingia, takiwa kusimama sasa kwa ajili ya kuomba. Mungu umenipa huyu mume, umenipa mke si kwa bahati mbaya, isipokuwa ni kwa ajili ya kusudi lako, ili Mungu apate kujitukuza kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Wale waliokuwa wanakudharau waone kabisa ya kwamba upo muhimu na maana ulionayo kubwa. Haleluya, haleluya, haleluya vijana. Watu waje wapate kuiga kutoka kwako. Wapo wakina mama watakuja kuona hekima yako unayoitumia na unayokwenda nayo. Yaani ni kwamba Mungu amekufanya uwe hivyo ambavyo ulivyo, wala hataweza kukuacha. Lakini wakati huo watakapokuja kuomba hekima, wewe hutakiwi kulewa na zile sifa. Unatakiwa kuendelea kukaza buti, kuendelea kumwomba Mungu kwamba Mungu, ninakushukuru kwa nafasi hii uliyonipa. Nitasimama kwa zamu na miguu yangu mpaka kieleweke. Haleluya. Wale vijana ambao hawakupita kwenye eneo hilo la kwako, kwamba mwambie Mungu na yeye natamani wapite kwenye eneo mimi ambalo nimepita. Haleluya, haleluya, haleluya. Maombi hayajaisha wakina mama, maombi hayajaisha kanisa. Ndio kwanza ni kama vile asubuhi tumeamka. Haleluya. Una watoto, ombea watoto. Haujapata nafasi ya kujiombea wewe mwenyewe, ombe jirani yako, ili Mungu amwamshe na wewe ndipo utakapokwenda kuamka. Haleluya, haleluya. Ombea hata wajukuu zako. Mungu hajakupa neema ya kuwa na watoto, unao ndugu wa ndugu zako wengi, endelea kuombea. Kwa hiyo nafikiri Biblia inaposema ya kwamba wako wapi wanawake wanaojua kuomboleza, tuwapate wapi? Unafikiri yeye Mungu akuona hilo? Aliona hilo ya kwamba usiwe tu binafsi wa maombi ya kwako, natakiwa kuomba na kuombea kanisa na watu wengine ambao waliopo. Simama kwa miguu yako ili uweze kumtumikia huyu Mungu sawa sawa. Simama kwa miguu yako uweze kumtumikia Mungu katika eneo ambalo yeye amekuacha na kukuachilia eneo hilo. Lakini katika yote haya, hata hayo tunayoyaomba, pamoja na kwamba mbinu za shetani ni nyingi kwa ajili ya ukombozi ambao Mungu ameuachilia kwako, anatamani, anakimbizana kupambana ili ule ukombozi usikupate. Lakini pamoja na wewe uliyemwamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ya kwamba anatamani ile imani yako ya kwamba isiweze kufanya sawa sawa ili uweze kwenda tofauti na mapenzi ya Mungu. Lakini pia anachotamani kuona ya kwamba unakwenda tofauti na kusudi na mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo lipo neno la ushindi ambalo tunaloambiwa, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Ukisimama kwenye hilo neno, hakuna kitu ambacho kitakacho kwenda tofauti. Maana hautasimama wewe peke yako, isipokuwa Mungu aliye ndani yako ndiye atakayekuwezesha kusimama. Na utasema kabisa kwa ujasiri ya kwamba wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Kama una ujasiri huwezi ukaiongea kwa kishindo. Lakini kama ukiwa na ujasiri ndani yake ambao Mungu ameachilia kwako, ni lazima tu utatamka ya kwamba wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Haleluya, haleluya, haleluya kanisa.